Usikomae sehemu ambayo inabidi kufanyaje? Kulegeza dereva, watakuchakata barabarani, sawa eh? Sehemu ambayo inabidi kulegeza, usikomae, muache apite. Njia moja unaona kabisa eti njia inapungua, sawa eh? Njia inafanyaje? Inapungua. Mwenzio anaomba, naomba niingie kati kule, njia kwangu imeshaisha. Wewe utaki, yani umekaza pale pale ngingi. Nini kitatokea? Sawa eh? Ina maana yule mwenzio kule njia hamna mbele, aidha aende akagonge, au kama vingine ndo vile inabidi asimame akusubiri upite, na nyuma yake asimame foleni ipite, na mwingine naye akigoma, na mwingine naye akigoma katikati, na mwingine naye akigoma. Inakuwaje? Jifikirie, nisiposimama mimi nimegoma kusimama, hata nyuma yangu naye vipi kama akichukua maamuzi niliyoamua mimi, na nyuma yake naye akachukua maamuzi niliyoamua mimi? Hawa ambao njia yao inapungua, je, wataweza kuingia hapa? Wataweza? Kwa maana kila mtu katikati hatotaka kusimama, ataunga, watabaki wamesimama. Barabarani tunaongozwa na upendo, Kama jinsi unavyolinda wa mbele yako, nyuma yako na kushoto kwako, basi na wa mbele yako, wa nyuma yake anayemlinda ni wewe, sawa eh? Na yeye wa mbele yake anamlinda wa nyuma yake ambaye ni yeye. Tunatembea kwa upendo, kwa kufanyaje? Kwa kulindana. Tumeelewana eh? Ehe. Kwa hiyo hizi ni nguzo muhimu za kwenye udereva wa kujihami. Utaona tatizo, utalitambua, utatabiri tatizo hili limeambatana na madhara gani. Aidha kuna ajali, kuna kifo, kuna uharibifu wa gari, sawa eh? Sawa eh? Kuna uharibifu wa miundombinu. Tumeelewana eh? Utaanza kutatua, kudetermine hapa, unaangalia njia, namna ya kuliepuka. Nifanye nini ili kuliepuka? Aidha nisimame, nibadilishe njia, nipunguze mwendo, sawa eh? Au nikae hapa hapa niliposimama ndio usalama wangu, sawa eh? Pia hizo ni njia za kulikwepa. Baada ya kuona hizo njia, utakuja kuchukua njia moja ambayo ni nzuri, maamuzi yake hayamwathiri mtu wala hayakuathiri na ile njia ambayo itatumika kwenda kulieliminate ile tatizo, kulitatua lile tatizo. Tumeelewana eh? Ehe, ambao utaenda kuzuia sasa ile tatizo, utalieliminate kabisa. Hakikisha njia hiyo iwe sahihi na ni nzuri, haitaleta madhara kwako na kwa mtumiaji mwingine wa barabara. Tumeelewana eh? Udereva wa kujihami unakufunza namna ya kuwalinda madereva pia wengine. Utakapomlinda yeye, atakulinda wewe pia. Dakika ya mwisho wote mnakuwa salama, si ndio eh? Utajiepusha na matatizo yanayotengenezwa na ajali za barabarani, miundombinu, pamoja na matatizo ambayo utaweza kusababishiwa na watumiaji wengine wa barabara. Tumeelewana? Kuna yoyote mwenye swali kuanzia hapa? Yoyote mwenye swali kuanzia hapa? Nguzo hizi. Nani mwenye swali? Yoyote ambaye hajaelewa? Eh? Aha. Dereva ananiuliza hivi, mfano nipo katika alama namba 10 ambayo inaniambiaje, onyo au tahadhari, barabara yangu inapungua pande zote mbili, kulia na kushoto, si ndio? Na mimi ndio nipo kati, si ndio? Sasa mimi ndio nipo kushoto, si ndio? Katikati kuna mtumiaji mwingine wa barabara, mimi nataka niende pale, niingie. Nitajuaje ameniruhusu? Sawa eh? Si ndio? Nitajuaje ameniruhusu? Au mimi wa katikati nitajuaje yule anataka kuja? Kama mnakumbuka, nilishawahi kuongeaga na nyie kipindi kilichopita kama viwili nyuma, nilishawaambiaga kwamba barabarani huwa hatuzungumzi sana kwa mdomo. Kuna ishara maalumu zinazotufanya sisi madereva tunazungumza barabarani. Tumeelewana eh? Mwashumu barabara kila siku, kila mtu. Yaani kungekuwa hakuna indicator, hakuna taa, sawa eh? Hakuna honi, tunatumia midomo yetu kuongea barabarani, kila dereva angekuwa anarudi nyumbani usiku sauti
imekauka, si ndio Assume nimewapa scenario ya yule dereva lori ambaye mzigo wake umemzidi uzito, si ndio? Hawezi kusimama, gari imeshamzidi sasa, si ndio? Wewe upo mbele afu anakuja, anafanyaje? Anatoa kichwa pembeni. Wewe hapo toka, mimi nakuja, sisimami. Pisha bana, pisha. Ndio mwingine anatoa kichwa, bana mimi sipishi, una shida gani kwani? Mpaka mwanze kuhojiana. Huo muda upo. Mwingine anakwambia, bana hao madereva wale wamezoea, usimpishe wewe. Ana chochote. Umeona Mwingine anaambia, bana mimi nimeshatoka kusubiri, waambie wanaokuja wasimame. Mtaelewana jamani? Mtaelewana? Kwa hiyo ndo maana madereva tunawasiliana barabarani kwa njia maalum ambazo ni zipi? Honi namba 1, indicators, ndio na taa zilizopo kwenye gari nyuma na mbele. Nyuma kuna taa gani? Kuna brake lights, ndio brake lights, taa za breki. Na ndio maana asubuhi ukiamka kwenye ukaguzi wa gari inabidi ukague taa zako za gari zote zinafanya kazi. Washa indicator ya kulia, angalia dereva. Washa indicator ya kushoto, angalia inawaka. Sio unajiaminisha kwenye dashboard kale kamshale kanawaka. Ding ding ding. Unafurahi basi ukaona kanafanya vile, unajua na nje kweli kana hamna. Inawezekana kwenye dashboard ikawaka afu nje hamna chochote, sawa Ukikanyaga brake taa zako za nyuma kweli zinawaka, sawa Tumeelewana Ukiweka parking au reverse, taa za reverse za nyuma zinawaka, sawa Kuna taa za nyuma reverse ukiweka zinawakaga nyeupe, nyekundu, na pale juu kuna nyeupe zinawaka, na parking light pia huwa zinawaka na zina blink, si ndio Angalia kweli zinafanya kazi. Zile ndio ishara za mawasiliano. Piga honi gari yako. Je, inafanya kazi honi? Honi inatumika kama alert barabarani, si ndio Katika kitu ambacho kinakusababisha dereva uwe salama, hakikisha watumiaji wengine wa barabara wamekuona na wametambua uwepo wako. Wamekuona na wametambua uwepo barabarani, sawa Utatoa ishara zozote ambazo zitamfanya wa mbele yako, wa pembeni yako, wa kulia kwako aone kwamba kuna mtu barabarani. Aidha ndio vile utapiga honi kumshtua, atajua hapa kuna chombo. Si unaona kama dereva bajaji kapenyeza au yupo sahihi, ila chombo chake kidogo, mtu wa lori anakuja hajamuona, uwaga anafanyaje? Honi nyingi, pepe, wow, unakuja kunigonga huko. Kwa hiyo yule anashtuka, hii honi kuna chombo, sawa Honi kuna chombo, na honi zimetofautiana kiwango cha sauti ili kuweza kutofautisha aina ya ukubwa au udogo wa chombo kilichopo, sawa Honi ya pikipiki sio sawa na honi ya bajaji, sio sawa na honi ya gari ndogo za kawaida, na sio sawa na honi ya gari kubwa. Si mnaonage? Honi ya gari kubwa ipoje? Ni kubwa, ni nzi. Yaani kwamba ikikupiga mpaka unashtuka, unajua kabisa kuna kitu abnormal kinakuja nyuma yangu, si ndio Na vipi honi ya gari kubwa na treni zinafanana? Ya treni ni kali kuliko haya. Na vipi honi ya meli ukilinganisha na treni? Honi ya meli ni mwisho wa matatizo. Kwa hiyo ukubwa wa honi au sauti linamaanisha na ukubwa wa chombo pia kilivyo. Tumeelewana madereva Kwa hiyo sasa tutawasiliana kwa indicational lights. Akiwasha indicator ya kushoto, yule anakuambia kwamba hii gari anaenda kushoto, si ndio? Akiwasha ya kulia, unajua amekwambia anawasha indicator ya kulia. Kama hutamuona, akiona bado humpi nafasi, atakupigia honi. Utaangalia anipigia honi, utaona amekuashia indicator, unajua kanipigia honi kwamba anataka kuja huku, basi niangalie namna ya si ndio Mimi nipo mbele nataka kumpita, nitamwambiaje hao wa nyuma mimi nasimama ili huyu afanyaje apite? Nitakanyaga breki, nilikuwa napunguza mwendo taratibu. Jamani, usikanyage breki kwa kushtukiza ile hapa na hapa. Wa nyuma yako utamdistract au hataweza kupunguza spidi pale na pale. Huenda labda muda ule anakuangalia wewe ulikuwa hujawasha brake light, si ndio Ameangalia indicator sight mirror yake ya kulia au ya kushoto. Wewe pale ndio umekanyaga, ina maana muda huo hajaona. Anakuja kushangaa tayari umeshafika na yeye kafi. Ndio maana unaambiwa kanyaga breki taratibu, punguza mwendo, usisimame kwa ghafla, simama kwa taratibu. Tumeelewana
Ukisimama kwa taratibu, yani breki ile ukishaikanyaga tu kidogo, hata kama hujasimama, lazima taa za nyuma ziwake. Kwa hiyo zitawaka, zitamwambia huyu amekanyaga breki, na maana anaanza kupunguza, na wa nyuma yako naye ataanza kukanyaga breki, atapunguza, na wa nyuma yake naye ataona, na wa nyuma yake hata. Kwa hiyo wewe ukiendesha gari bovu barabarani, wewe ni chanzo cha ajali cha wengi, kwa sababu wenzio watakanyaga, watawapa ishara ili wa nyuma yake ajue, wa nyuma yake ajue. Inapokuja taarifa kwako, unashindwa kumjuza wa nyuma yako kwa sababu taa haziwa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo sasa yule atakapowasha indicator atakuomba barabara yake inapungua, sawa eh? Au wewe ndio utaomba. Huyu wa katikati utaona ishara ya mwendo aliyokuwa anakuja nao, aidha umefanyaje, umepungua, si ndio eh? Utapungua. Baada ya kupungua, wewe utaona kabisa huyu kaniruhusu. Na kama una hofu, amesimama wewe upite, huaga unaona anakupigia ni boom, si ndio eh? Anakupita, si ndio eh? Wewe utashtuka. Ina maana huyu njia ipo nyeupe lakini kasimama na kanipigia honi, nampigia honi nani wakati mbele yake hamna mtu. Mimi nimewasha indicator, nilikuwa naomba kuingia, ina maana ameniruhusu mimi nifanyaje, si ndio eh? Lakini muda huo usizanie kwamba hujawasha indicator, hujatoa ishara yoyote, alafu tegemee miujiza iwaambie mimi nataka kuingia. Hamna dereva anayependa kusimamisha safari, sawa eh? Kama upo kulia, hivyo hivyo utawasha indicator yako ya kushoto kwamba naingia sasa hapa, si ndio eh? Na wewe ambaye utasimama, utakapokanyaga breki na kupunguza mwendo, wa nyuma yako watajua huyu kapunguza mwendo, aidha kuna jambo mbele. Na kama wanajua ile barabara, watajua huyu kapunguza, kuna anayempisha wa kulia au anayempisha wa kushoto. Tumeelewana eh? Na mfano mzuri ni ile barabara yetu ya hapo Kimara mwisho. Inapokuja pale mwishoni, sawa eh? Uoga mnaonaga kuna njia moja ya upande wa kushoto inafanyaje? Inakufa, si ndio eh? Nyingine inaingia pembeni pale stendi. Kwa hiyo ambao wapo pande huu wa kushoto huwa wanaomba kuingia katikati ili waendelee na safari, wanyooshe. Kwa hiyo huaga kuna foleni pale inatokea, huyu kusimama kumpisha huyu aingie, na wengine wanasimama na wengine wanasimama, wanyuma wanazidi kuja, ndio maana kuna foleni fulani inatokea. Lakini kwenye kudhibiti hilo, ndio maana wameanza kutanua barabara na kuweka njia mbadala, kwamba ambao mara nyingi wanaona kama huku kutawakea foleni, basi waende wapite kule, watokee daladala ziame mapema, zikae safety yao kama zinaingia huku, ili zisiwasumbue wa hapa. Kwa maana kama upo wewe ya katikati unataka kuingia kushoto, ina maana lazima huyu wa huku umsimamishe ili wewe uingie. Sasa kwa nini usianze kuhama mapema? Na ndio maana nawahimiza sana, mnapokuwa barabarani, jua sehemu unayoelekea, na ukae site ambayo inaendana na uelekeo wako, sawa eh? Nikimaanisha nini? Utazingatia alama na michoro iliyopo pembezoni mwa barabara au kwenye sakafu ya barabara. Jamani, kwenye sakafu ya barabara huwaga kuna alama zile zimechorwa, si waga mnaziona eh? Ngojeni niwaoneshe. Kuna zile alama huwaga zimechorwa, aidha mshale umenyooka moja kwa moja, nyooka moja kwa moja, pinda kulia ama kushoto. Mmeona kuna ubao wetu eh? Mmeona hii mishale? Mmeiona eh? Hii tukiwaga kwenye mataa pale, si waga mnazikuta zile alama chini. Hata pale Kimara mwisho pia ukianza kukaribia barabara unazikuta zimechora. Sasa zile huwaga zina maana, na mara nyingi hizi alama huwa kama taarifa, ni alama za onyo, au ina maana hazikai eneo husika, zinakupa taarifa kabla kwamba mbele ukishaenda sasa nyoka moja kwa moja, aidha utanyoka au utakundia kushoto, zikiwa zina maana ifuatayo. Kama wewe sasa ulishajua kabisa mimi sitonyoka na hii barabara, nitatoka barabara hii nitakuja kuelekea huku,
Ukisha karibia huku sasa, usikae barabara hii wala usikae barabara, sawa Utakaa hizi barabara endapo unanyooka moja kwa moja. Ukikaa huku hakikisha unakunja huku au unaona nyoka. Kama unanyooka moja kwa moja pia hapa haina shida, sawa Na kama unakunja haina shida, lakini sio unakunja alafu unakaa hapa katikati au unakaa huku mwisho, kwa maana watakapokuwa wenzio wameruhusiwa, sawa Watakapokuwa wenzio wameruhusiwa, naomba modo mbili zile. Umeona? Endapo wenzio watakuwa wameruhusiwa, wewe utaakti kama kikwaza, au tatu utakuwa kama kikwaza, si ndio? Upo saiti hii alafu huyu ananyosha, sawa, lakini wewe upo hapa au upo huku ya tatu kabisa, unataka kwenda, na maana utakapoanza kukunja kwenda huku, alafu wenzio, kumbuka junction kama hizi mbele huwa kuna mataa ya uongozaji ya kuongoza watumiaji wa barabara, si ndio Taa zimewaruhusu waende, alafu wewe unaanza kukata kuhama barabara hii, na maana utawazuia hapa katikati wasimame, kwa sababu wewe unahama. Na mara nyingi zikisha waruhusu wale wanakuwa wanaenda, wewe unawasha tu indicator, unabaki pale umesimama mablock wa nyuma. Umeelewana Sawa Namaanisha hivi. Umeona gari hizi mbili, sawa Zikiwa zinatoka, nichukue mfano kwa hapa, sawa, huko juu mbali, mfano, si ndio Huku mbele najua kabisa mimi naenda kukata huku, si ndio Hainihitaji nikae upande huu au hapa katikati, basi nijue mapema nisogee upande, ili nitakapokutana na hii kona basi niingie kwa urahisi, sawa Na anayenyoosha nisimdistract, sawa Mfano mimi naingia, huyu mwingine anafanyaje? Ananyoosha, hawezi akasimama wala kusababisha foleni. Lakini assume mimi nipo huku, si ndio Hawa tumeruhusiwa wote, tunaondoka, alafu mimi nataka kuja huku, na maana huyu atasimama, si ndio Huyu mwingine na huku naye itabidi afanyaje? Asimame, mimi nipi. Muda huo mataa amesharuhusu. Huoni kama naleta junction? Umenielewa Inabidi nikae site inaoniruhusu. Elewa maana hii. Hii imekwambia utasimama, utaenda moja kwa moja, na hapa pia watanyooka moja kwa moja. Huku watakaa naye nyoka moja kwa moja, au anayekunja. Ndio maana ile michoro iliyopo pale barabarani. Ifahamu. Angalia, maana unaona leni zote tatu, sawa? Mimi nataka kwenda huku, leni ipi imeniambia nikae kama nakata huku? Utaiona na utafanyaje? Utasogea. Tumeelewana Sawa? Mfano pale barabara ya Ubungo mataa pale, si mnaona Barabara ya Ubungo mataa, sawa Jua unapoelekea, cha kwanza najua unakaa wapi, sawa Mfano tuchukulie mfano mimi natokea Mabibo nakuja Mbezi, si ndio Nikisha simama pale, mataa yakiniruhusu, mataa yakifanyaje? Yakiniruhusu nitafanya nini? Sawa Yakiniruhusu nitafanya nini? Cha kwanza nijue uelekeo, aidha si natoka hivi Mabibo naelekea wapi? Mbezi, si ndio Cha kwanza kuna njia ya huku wanaoenda Mwenge, si ndio Na kuna njia huko Nelson Mandela wanaorudi kuelekea mpaka Tazara, si ndio Mimi nataka kuelekea wapi? Mbezi. Basi ni vyema naruhusiwa kukaa lane ipi? Naruhusiwa kukaa lane zote tatu, zote, kwa sababu nanyoosha. Vipi kama nataka nikate nielekee Mwenge kule nikajaze gesi, si ndio Sitakaa katikati, nitakaa upande wangu wa kulia, ili kusudi tukiruhusiwa mimi tu niende, si ndio Ndio nitakapokaa. Sitakuja kukaa upande huu wa tatu, sitakuja kukaa upande ule wa tatu, kwa maana nikija nitamblock wa katikati, nianze kutafuta njia ya uelekeo mwingine, si ndio Na kama najua kabisa naelekea Mwenge kule, naelekea ile njia ya Nelson Mandela inayoenda Tazara,
basi nitakaa lane yangu hii ya huku mwisho upande wa kushoto ya tatu, ili taa zikiruhusu mimi tu nikate kona yangu